Watu wengi katika maisha wamekuwa wakiteseka sana, sababu ni laana za ukoo. Katika maisha ya kila siku kuna watu wengi wanaoishi katika hali ya mateso au vizuizi visivyoelezeka, licha ya kuwa na bidii, kuomba na hata kuishi maisha ya kiroho. Hali hizi mara nyingi hutokana na laana za ukoo, laana zilizorithiwa kupitia damu au historia ya kifamilia. Katika makala hii tutaeleza maana ya laana za ukoo, jinsi zinavyojitokeza na mamlaka tuliyonayo katika Kristo, maandiko ya kuimarisha imani na kuhitimisha kwa maombi yenye nguvu ya kuvunja laana hizo za ukoo. Na maombi ya kuvunja laana hizi ni muhimu kwa yeyote anayetaka kuishi maisha ya ushindi na uhuru wa kiroho. Maana ya laana za ukoo. Laana za ukoo ni vifungo vya kiroho vinavyopita kutoka kizazi kimoja hadi kingine kwa sababu ya dhambi au maagano ya mababu, matamko mabaya au hata ibada za sanamu zilizofanywa na waliotutangulia. Laana hizi husababisha watu wa familia moja kupitia changamoto zinazofanana kama vile ndoa kuvunjika mara kwa mara, ugonjwa sugu wa kizazi, umasikini wa kizazi baada ya kizazi, vifo vya ghafla, kutokuendelea kimaisha, ulevi au uzinzi wa kurithi, kushindwa kwa watoto shuleni bila sababu. Namna laana za ukoo zinavyofanya kazi. Laana za ukoo hutenda kazi kama vizuizi vya kiroho. Hata mtu anapojitahidi katika maisha hushindwa bila sababu ya msingi. Hii hutokana na agano lililofanyika zamani na linaendelea kuathiri familia nzima mpaka litakapovunjwa kwa jina la Yesu. Mamlaka tulionayo katika Kristo. Kwa kupitia damu ya Yesu Kristo tuna mamlaka ya kuvunja kila laana za ukoo. Yesu alikufa msalabani ili tuvunje kila agano lililofanyika nje ya mapenzi ya Mungu. Hatupaswi kuishi kama watumwa wa agano la kale au mapepo ya kifamilia tena. Tumeitwa kuwa huru na Yesu Kristo wa Nazareti. Wagalatia 3:13 inasema Kristo alitukomboa katika laana ya sheria, ya kuwa alifanyika laana kwa ajili yetu. Isaya 10:27 inasema, na itakuwa katika siku hiyo mzigo wake ataondolewa mabegani mwako na nira yake itavunjika kwa sababu ya upako. Dalili za laana za ukoo katika maisha. Kukumbwa na matatizo yanayojirudilia kwenye familia. Kifo cha ghafla kwa watu wa familia katika umri mdogo. Kuota ndoto za mizimu au wazee wa ukoo waliokufa. Kushindwa kufanikiwa licha ya jitihada kubwa. Kuchelewa au kushindwa kuolewa ama kuoa. Kutopata watoto pasipo sababu ya kimatibabu. Maombi ya kuvunja laana za ukoo. Tuombe pamoja. Baba wa mbinguni, ninakuja mbele zako kwa jina la Yesu Kristo aliyekufa na kufufuka kwa ajili yangu. Ninasimama kwa mamlaka ulionipa na ninatangaza uhuru wangu dhidi ya kila laana ya ukoo. Kwa jina la Yesu ninavunja kila agano la kipepo iliyofanyika kwa niaba ya ukoo wangu, kila madhabahu ya kifamilia inayozungumza kinyume na maisha yangu na inyamazisha kwa damu ya Yesu. Kila maneno ya laana yaliyotamkwa juu ya familia yangu kuanzia kwa babu, bibi, wazazi na vizazi vyote vilivyotangulia, na vunja mamlaka yake sasa.
kila laana ya umaskini, laana ya kushindwa, laana ya magonjwa, laana ya utasa, laana ya vifo vya mapema, na iondoa katika jina la Yesu Kristo. Bwana, nisimamie na unifunike kwa damu ya Yesu Kristo. Moto wa Roho Mtakatifu utokeze kila mizizi ya giza iliyojitokeza katika maisha yangu, katika ukoo wangu. Ninakataa kurudia historia ya giza ya familia yangu. Ninatangaza baraka, mafanikio, afya, hekima, furaha, amani na ushindi katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia sasa mimi na familia yangu tutamtumikia Bwana kwa uhuru. Laana zote zimevunjwa na upako wa Mungu unatuongoza sasa. Asante Bwana kwa uhuru huu wa kiroho, kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini Baba, amina. Jinsi ya kuendelea kuishi maisha bila laana. Ndugu yangu, popote unaponisikia, endelea kuwa katika maombi ya mara kwa mara. Soma na tafakari neno la Mungu kila siku. Epuka dhambi. Dhambi huruhusu laana kurudi. Tumikia Mungu kwa moyo wa unyenyekevu. Funga na kuomba mara kwa mara kwa ajili ya familia yako. Mungu ndiye mweza wa yote. Hakuna awezaye kama yeye. Akubariki popote ulipo. Akuongoze siku zote za maisha yako, daima na milele, kuanzia leo mpaka mwisho wa maisha yako. Amina.